Burhan Media TV inakuletea simulizi na hadithi za maisha. Usikose na kufuatilia Burhan Media TV. Penzi la kilema. Sehemu ya pili ya penzi la kilema. Msimuliaji wako ni mimi Lukman OG. Mwandishi ni Bwana Jumbe Ibrahim. Miaka 5 ilipita tangu Hamisi aondoke kijijini. Hakuna aliyewahi kusikia habari zake tena, na wengi walizani alikuwa amepotea kabisa. Lakini ukweli ulikuwa tofauti. Hamisi alihamia mjini na kufanya kazi ya ulinzi kwenye duka kubwa. Ingawa maisha hayakuwa rahisi, alijifunza kuishi na maumivu ya moyo aliyobeba. Siku moja usiku wa mvua kali, akiwa kazini, aliona mwanamke mmoja aliyekuwa amesimama nje ya duka akiwa ameroa, macho yake yakiwa na huzuni nzito. Alipomtazama kwa makini, moyo wake ulipiga kwa kasi. Ilikuwa Amina. Uso wake haukuwa na tabasamu tena kama zamani, na macho yake yalikuwa na machovu ya maisha. Hamisi alikusanya ujasiri na kumuita kwa sauti ya upole, "Amina, ni wewe?" Amina alishtuka na kumtazama, machozi yakimtiririka. Akainama kwa aibu. "Hamisi, sijui niseme nini," alisema kwa sauti ya huzuni. Hamisi alichukua koti lake na kumfunika, kisha akamkaribisha ndani ya duka. Walikaa kimya kwa muda, kila mmoja akiwa na mawazo yake. Hatimaye Amina alitamka kwa sauti ya kujuta, "Nilifanya makosa, nilizani maisha yangekuwa bora nikiwa na Masudi, lakini hakunipenda. Aliniacha na mtoto mmoja, na sasa sina pa kwenda." Hamisi alihisi maumivu moyoni mwake, lakini hakutaka kumuonyesha. Alitabasamu kwa uchungu na kusema, "Mimi sikuwa chaguo lako, lakini bado siwezi kukuona ukiumia." Amina alishika mkono wake, macho yake yakiwa na tafakuri nzito. "Nilikosa, lakini je, bado unaweza kunisamehe?" Hamisi alitabasamu kwa uchungu na kuangalia mvua nje. Swali lilikuwa moja tu. Je, mapenzi yanaweza kujengwa tena baada ya kuvunjika? Je, Hamisi atamsamehe Amina au ataendelea na maisha yake bila kuangalia nyuma? Endelea kufuatilia Burhan Media TV ili kupata muendelezo wa penzi la kilema sehemu ya 3. Burhan Media TV inakuletea simulizi na hadithi za maisha. Usikose na kufuatilia Burhan Media TV.